wakati tunamaliza swalati dhuhuri, nilipewa taarifa na mwalimu wenzangu kwamba kuna ajali hapo jirani. Kuna mtu alikuwa anakata miti, lakini inaonesha kateleza kaning'inia juu. Nikawaita walimu wenzangu tukimbilie eneo la tukio. Kufika tunaona tayari mtu inaonesha dalili zote ameisha kata roho. Kwa hiyo nilichokifanya, hatua ya kwanza nilimpigia mwenyekiti, na yeye nadhani alikuwa na swali. Baadaye nikapiga simu fire kwa Fande Muina, akaniahidi atarespondi kwa muda. Basi ndani ya muda, wakati tunaendelea kushuhudia tukio, wakaja wakafanya huo uokozi, kumshusha maiti chini na kuendelea na taratibu nyingine. Taarifa nilizopokea kutoka kwa mwenzangu, alinipigia simu kwamba Saidi amefariki, lakini nikajaribu kuzifuatilia kwa watu wengine na kaweza kufika eneo la tukio, lakini bado mwili ambao tunaufuatilia ndio huo hapo juu, bado hajaweza kushushwa. Kwa hivyo ni taarifa ambayo imepokelewa tu ndani ya muda ambao sio mrefu sana, lakini mpaka sasa nafikiri jitihada zinaendelea. Shughuli zake ni mtu wa kupaua mapaa ya nyumba, ijapokuwa katika kutafuta kuna mengi. Kwa hiyo kama amemkuta hii tukio akiwa anatafuta kwa njia tofauti kidogo. Saidi kanaswa na umeme, kwa hiyo yuko juu ya tawi yuko, twendeni. Nikamwambia mwanangu twende tukaone. Nikaja na Mahaula ambaye ni dada yake marehemu, tunakuja hapa kweli. Kwanza nikapiga simu yake, namba yake marehemu ninayo mimi, ni fundi wetu pale nyumbani, pia atengeza milango, bati, apaua vizuri tu. Basi nikamwambia hebu Mahaula twende hapo tukaangalie. Basi kuja hapa Mahaula akaanguka tu basi kwa majiwezi. Mara nyingi tunatoa sana wito kwa wananchi kwamba tunapotakiwa kukata miti tutoe taarifa. Endapo kama wangeweza kutoa taarifa, ingepitia kwa mwenyekiti, kwa mtendaji, ina maana tungeweza kujua kwamba hapa pana shida. Singewezekana kukata mtu binafsi, ina maana tungeweza kuita TANESCO. Ushauri wangu, wananchi tusipende kufanya maamuzi ya kufanya wenyewe, tuende sehemu husika ili tuweze kupata kitu ambacho kinaweza kitastahili.